Okay, hello guys, leo naomba nizungumze na wanaume. Kama unajijua ni mwanaume, haujaoa, au hata umeoa, au hata vijana wadogo ambao bado haujawaza kuoa lakini wanajua siku moja wataoa, basi njooni hapa na msikilize mambo ya msingi sana ambayo yatakusaidia hapo baadaye au sasa hivi. Sasa ni kwamba wanaume wengi kuna siri hawazifahamu kuhusu wanawake. Na kama wangezijua siri hizi 8 kuhusu wanawake, basi huenda wangeogopa kuoa kwa wale waliokwisha kuoa, au kwa ambao bado hawajaoa huenda wanaweza hata kugairi kabisa kuoa. Simaanishi watu wasioe, lakini ni vizuri kuzijua siri hizi ili wakati unaoa uingie kwenye ndoa ukiwa na akili timamu kichwani. Siri ya kwanza, mwanamke anaweza kuingiza mbegu ya mwanaume mwingine ndani ya ndoa yako. Baadhi ya wanawake wanaweza kutoka kimapenzi hata siku chache kabla ya ndoa au wakati wa maandalizi ya harusi. Yaani kabisa anaweza kutabasamu, kupanga maisha na wewe, lakini bado akamruhusu mwanaume mwingine. Ndio maana kupima DNA sio matusi, bali ni ulinzi wa kizazi na urithi wako. Lazima ujue watoto unawalea ni wa kwako kweli au umeshachezeshewa. Namba 2. Mwanamke anaweza kuwa ndoani na bado akawa na mpango wa akiba. Mwanamke anaweza kuwa ndoani na bado akawa na mpango wa akiba. Sasa iko hivi, mwanamke anaweza kuishi nyumbani kwako, kupika chakula chako na kuvaa pete ya ndoa uliomvalisha kanisani au popote. Lakini kimya kimya akawa anampa mwanaume mwingine mwili wake. Sio mapenzi, bali ni mbinu ya kuhakikisha ana chaguo endapo mambo yatabadilika. Ndio ile papu, umemfukuza mke wako leo, kesho yuko kwenye nyumba nyingine anaishi na mwanaume mwingine. Maana yake huyo mwanaume alikuwepo tangu mwanzo. Ni wewe tu ndio ulikuwa hujui. Namba 3, mwanamke kila mara ana mwanaume ambaye angeweza kurudi kwake. Ni kwamba mwanamke anaweza asimtaje wala asimzungumzie huyo mwanaume, lakini mara nyingi kuna mwanaume wa zamani anayekaa kwenye kumbukumbu zake. Ndiye anayekulinganisha naye bila kukuambia, na hujitokeza akipata msongo wa mawazo au kuchoka. Yaani kuna ile unakuta mwanamke wako anakukosoa sana, ni anakulinganisha na mwanaume wake fulani ambaye yuko pale. Na mwanamke huyu akipata msongo wa mawazo, aidha msongo ambao umempatia wewe, basi ataenda kuliwazwa kwa huyo mwanaume ambaye always yuko pale. Always mikono yake imefunguka kwa ajili ya kumpokea huyo mwanamke wako. Namba 4, mwanamke anaweza kuacha kukupenda muda mrefu kabla hujajua. Ni kweli, wanawake huanza kujitenga kimya kimya. Heshima inapungua, mvuto unapotea, na moyo unaondoka kabla mwili haujaondoka. Akiacha kubishana, mara nyingi tayari ameshaamua. Yaani leo unakuwa na mwanamke alikuwa anapenda kukukosoa, mnabishana juu ya hili, anakuambia yaani ana uwezo wa kufoka kukuelekeza kitu hata mara 100, lakini this time amekuwa kimya. Unakosea, anakuangalia, huyo sio wako tena. Ameshaamua. Anasubiri tu wakati sahihi wa kubeba virago vyake na kuondoka. Namba 5, mwanamke anaweza kukupenda lakini akakuharibu ukimuumiza kihisia. Yaani iko hivi, ukimuumiza kihisia, anaweza kutumia siri zako, udhaifu wako au maumivu yako kama silaha. Maumivu yakigeuka hasira, huweza kukuacha ukiwa umevunjika bila huruma. Na wakati mwingine mwanamke anaweza akatunga hata jambo ambalo halihusiki na wewe na akaenda kukutangaza huko nje kwa jamii, jambo ambalo litakurudishia fedheha, aibu na msongo wa mawazo, na ukashindwa jinsi ya kujitetea mbele ya jamii hiyo. Kwa hiyo itakuwa imekula kwako. Namba 6, mwanamke huwa mwaminifu kwa heshima, sio kwa mapenzi. Mapenzi pekee hayatoshi kumfanya awe mwaminifu. Pesa, juhudi na umakini havitoshi bila heshima. Heshima ikipotea, macho huanza kutazama kwingine. Ndio hivyo. Namba 7 ni kwamba mwanamke huangalia jinsi wanawake wengine wanavyokutenda. Sasa ngoja nikueleweshe hapa. Ni kwamba
Thamani yako machoni pake hupimwa kwa namna wanawake wengine wanavyokuhitaji. Yaani kama wewe ni mwanaume ambaye hakuna mwanamke mwingine anakuhitaji, basi hata yeye atakupuuza na thamani yako itashuka kwake. Lakini kama wewe ni mwanaume ambaye wanawake wengi wanatamani kuwa na wewe au wangependa kuwa na wewe, unahitajika kwa wingi, basi thamani yako kwake itapanda na atakuwa na hofu akijua kabisa kwamba huyu nikimwachia tu kidogo kuna wanawake wengi wanamsubiria. Namba 8 na mwisho ni kwamba mwanamke humjaribu mwanaume anayehofu huenda akamwacha. Akiona una chaguo nyingi, huanza kwa kujaribu ili kuona kama anakudhibiti. Yaani ni kama anapima nafasi yake kwako. Majaribio hayo ni ishara ya hofu na thamani anayokuona nayo. Mwanaume anayepita majaribio hupewa nafasi ya juu zaidi. Ndio hivyo. Onyo la mwisho kwa wanaume. Mtoto unayempenda na kumlea anaweza asiwe damu yako. Kupima DNA sio udhaifu, bali ni hekima. Mwanaume anayelilinda jina lake hulinda heshima, urithi na mustakabali wake. Ndio hivyo bwana. Haya, mimi naitwa Nizia Morris, lakini haya sio maneno yangu mimi. Ni maneno ya Make 360 au Mekiamo. Huyu ni mwanasaikolojia na mtaalamu wa mahusiano, familia na malezi. Unaweza ukampata kwa namba ya simu 0777 92 87 08 au kule mjini TikTok andika Mekiamo utampata, au Make 360 360 utampata hapo. Okay, bye. Tukutane wakati mwingine kwa ajili ya tipsi zingine.